Okay guys, hii ndo video yetu ya mwisho ya kufunga NFP Lian Strategy, na kuna baadhi ya vitip hapa napaswa nikupatie kabla ya kutumia hii Lian Strategy. Kwanza, result ya leo haikuwa nzuri sana, lakini kuna watu walifaidika hapa niko nafundisha. Kuna watu wamepiga hela mara mbili kama unavyoona. Kuna watu walishuka na hiyo sales stop wakaja kufunga hapo chini kwenye hiyo mstari wa njano, na wengine ndo hao ambao tumedandia hapo buy na tunaisubiria kwenda juu, lakini ni demo. Kwa hiyo inategemea sasa wewe lot size gani unayotumia na account yako ina kiasi gani cha pesa. Kwa utaseti hizo order zako, SL yako, utapea risk management kulingana na mtaji wako. Kwa leo hii result ya NFP Lian Strategy haikuwa na matokeo makubwa sana, lakini nataka nikupatie sasa hapo hivyo vitip. Kwanza, kuna faida gani ya kutrade NFP Lian Strategy? Kwanza kuna faida mbili. Kwanza, unaweza kupata mara mbili, yani profit mara mbili kama nilivyokuambia hapa. Kuna watu hapa ninavyofundisha hapa, kuna jamaa hapa niko naye pembeni amepiga sell stop paka hapo kwenye rangi ya njano, baadaye aka cross position akasubiria hichi kitu. Jamani, sikilia jamani, no, tafadhali isikilize kwa makini hichi kitu. Baada ya news kutokea, na nitaelekeza kwa nini hii NFP Lian Strategy leo haikuwa na matokeo, kwa sababu gani pia tutaona sababu na tulizisema kwenye video zilizopita hapo juu. Kwa hiyo utaona sababu gani haikuworks vizuri, lakini pia unaweza sasa kuitumia hiyo NFP Lian Strategy lakini kwa matumizi mengine ya kujipatia kipato kama hivyo. Kwanza, utakuwa na double chance, risk ndogo, double chance. Kwanza umepata sell stop, na pili utapata buy stop. Kivipi? Kama nilivyokuambia, ameweka sell stop mpaka kwenye hiyo mstari wa kijani na ameclose position. Sikiliza hichi kitu, kama ukiona ile kendo ya news, kwa mfano labda ni news ni saa 10 kamili, ile kendo ya kwanza ambayo ni ya news, kwa mfano hii hapa, hii kendo ya news hapa imeshuka sana, hiyo kendo aidha uisubiri, yani usubirie kendo nyingine itakayofumiwa. Hiyo kendo ya pili itakayofumiwa, hiyo ndio direction ya soko ambayo itakuwa ni strong, either bullish ama bearish. Ikitokea tu hiyo, jua basi hiyo soko, basi hiyo juzi nilikuwa ni ya kubai, lakini tu waliwachanganya. Unaona, watakuwa na kuchanganya kidogo tu na unapoteza pesa zako nyingi. Kwa mfano hapo, kendo hii ya kwanza ambayo ilikuwa na nyuzi ilifungwa baada ya dakika 5, ilionyesha ni nyuzi kuwa ni ya ku sell, sivyo? Lakini ile kendo ya pili, subiria mpaka kendo ya pili ikishafomiwa, yani ikishafungwa, imejifunga kiaje. Kwa mfano hapa ingekuwa imefungwa kendo ya pili na ingekuwa ni ya bearish, basi hiyo nyuzi yote kwa ujumla ingekuwa ni bearish. Lakini baada ya kuclosiwa hii kendo ya bearish kwenye hii nyuzi, ikafungwa pia kendo nyingine ya bullish, basi ujue akilini mwako kuanzia hapo direction na soko ni ya kubai. Yani kendo ya pili, yani zingatia kwamba kendo ya pili baada ya kendo ya kwanza kwenye nyuzi, hiyo ndio direction ya soko. Yani wewe angalia sehemu nyingine yoyote ile, yani angalia nyuzi yoyote ile ambayo itatokea. Kendo ya kwanza ukiachana na ile kendo ambayo imeanza saa 10 kamili, subiri ile kendo ya pili. Ikiwa bearish, jua ni price itashuka. Ikiwa bullish, basi jua price itapanda. Kwa hiyo nalo la kuzingatia. Kwa hiyo nilikuwa nataka niseme kwamba leo NFP Lian Strategy
NFP Lian strategy haikuworks vizuri sana kwa sababu price kama nilivyokuambia ilitudanganya chini na ikaenda juu, lakini kama ungekuwa haujafunga mpaka sasa hivi ungekuwa kama hivi, yani umeriski $2 za sell stop. Lakini kama ulikuwa mtu wa kufuatilia soko, basi hapo ungekuwa umepata faida mara mbili kwenye sell stop na buy stop. Hiyo pia inasaidia kutopoteza hela nyingi wakati wa kutrade news. Na jambo lingine ambalo lilisababisha leo NFP Lian strategy kuwa haiko vizuri, tulieleza kuhusu hichi kitu jamani. Hii picha ninawaambia kabisa mpige picha. Hichi kitu ninawaambia kwamba NFP Lian strategy ita works 100% katika hizi type za news. Ziko 3. Nimesema Fomic, CPI na NFP. Lakini news za leo zilikuwa hakuna hata moja inayo kati ya yale makundi matatu. So kwenye haya makundi yote matatu haikuwa hata moja. Ilikuwa tu benki late. Lakini hizi zingine zote zilikuwa ni kwa ajili ya monetary policy na mambo ya report. Kwa hiyo muhakikishe hilo jambo. Ukiona news ambayo ina NFP, kwa mfano labda kesho kuna news hii ya kadi ndio NFP, kama kuna implement change na implement rate, hiyo ni group la NFP. Hapa NFP Lian strategy ita works 100%. Sio mmenielewa hapo kidogo? Yani 100% kwamba haitachukua double. Yani haitachukua buy stop yako afu baadaye itakuja kuchukua tena sell stop afu ndio ianze kutembea. Haitakuwa hivyo. Lakini pia unajua masoko sio baba yetu, huenda yakatokea vitu kama hivyo. NFP Lian strategy inakusaidia uko kutopoteza pesa mingi. Unaona hapo umepoteza $2 tu, lakini sasa hivi ushajua soko linakwenda wapi na unabuy. Lakini kitu ambacho pia inabidi mzingatie ni hicho kwamba candle ya pili after candle ya news kutokea, hiyo ndio direction ya soko. Kwa hiyo mzingatie kwa hao jamani. Na leo tumefunga NFP Lian strategy. Na pia kuna wale ambao wanahitaji kusoma pia hizi focus previous na actual kwa kutumia tu chati, na kufika tu kule waanze ku trade news bila kutumia NFP Lian strategy. Pia naweza kuwapatia mawili matatu ya kuzingatia, kwamba wazingatie focus na previous. Kuna wengine wanasoma kabisa na vitu vingine kama hivyo. Kwa mfano hii news ya leo inabidi ya kufuatilia sana, kwa sababu hakuna data zile halisi. Maana hiyo ni report ambayo inabidi ufuatilie kwenye vyombo vya habari, labda CNN, labda kwa sababu mtu fulani huwa anaisoma hiyo report, au mtu fulani kafanya baba amespeak anaongea, kwa uwezi kujua au hawezi kuandika taarifa. Lakini ikiwa taarifa za makaratasi kama hizi za unemployment change kwa kiasi gani, hizi ndo ni kidogo zina unafuu, kwa sababu utapewa focus na previous. Focus na previous hiyo itakusaidia wewe kudetermine ile actual ambayo itatokea kwenye saa 10:30, hiyo ambayo muda huo rasmi wa hiyo ya kutrade news, ili uweze kudetermine hapa ni buy ama ni sell. Utafanyaje hivyo? Actual, zingatia jambo hili kwamba actual ikizidi forecast na previous, sema maana hiyo ni high, maana imezidi hiyo forecast na previous. Au forecast ikiwa haikumzidi, yani haikuzidi forecast na previous. Yani nikisema forecast na previous, na maanisha previous data zilizokuwepo kuhusu unemployment change na forecast data. Yani forecast wanatabiri kwamba kiasi fulani cha unemployment au ni kiasi fulani cha ajira kitatoka, labda 500,000 au
kwa wakati uliopita kilikuwa 60,000 hivi, lakini actual ni sasa kwa muda huo. Sasa huo muda huo utadetermine ile price ya soko au kupanda kushuka, kwa sababu ya hii actual yako. Ikiwa imezidi zile previous na forecast, hiyo basi ni mbaya kwa currency inakuwa weak, kwa mfano kadi itakuwa weak. Lakini ikiwa unemployment rate ikiwa ndogo kuzidi hizo walizoweka hapa, au zikiwa sawa na hizo walizoweka hapa, basi itakuwa nzuri kwenye currency, na currency yetu itakuwa juu. Kwa kesho hapa vitu ambavyo vya kuangalia ni focus na previous. Wale ambao wanataka kutumia NFP yani strategy wataangalia focus na previous. Focus na previous kwanza kwenye unemployment, kwamba ajira zisipotoka nyingi, price ya pesa itashuka thamani katika hiyo nchi husika, ndio? Kwa hiyo focus na previous utalinganisha ile actual itatokea saa 9:30 kamili, itatokea hapo. Ikitokea itakuwa asilimia either juu ama chini, ama zitakuwa size sawa na hizo ambazo umekuwekea hapo. Ikiwa juu ya hizo ambazo zipo hapa, maana yake hiyo asilimia ya watu kutoajiriwa imezidi sana kuliko zile ambazo zilikuwepo na zilizotabiriwa. Maana yake price itakuwa weak na price itashuka chini, price husika. Lakini ikiwa hiyo unemployment rate imeshuka zaidi, ama itakuwa sawa medium na hizo ambazo walizikuandikia hapa, yani 7.1%, basi price itakuwa favorite na itaweza kupanda kwa kiasi chake. Kwa hiyo ndio mambo ya kuzingatia. Zingatia unemployment rate, kwamba ni kama tu yani mambo tu ya kawaida, kwa msikaze fuvu hapo. Kama hujaelewa vizuri, video halisi ya NFP yani strategy itaandaliwa kabisa, itatumwa kwenye YouTube channel. Lakini kwa hapo tulikuwa tunawapa kijuu tu ili mfahamu kidogo, msione jambo jipya kabisa, maana watu hawajui, ni wachache sana ambao walikuwa wanajua NFP yani strategy. Lakini pia nimewasaidia na wale ambao pia wanao trade news kupata vitu vile vitatu vya kuzingatia, na news gani ambazo zinakuwa na uzito zaidi ikiwa utakutana nazo kama hizo nilizokutajia, ili za kuzingatia result zetu za leo, na vitu vichache vidogo hivyo ambavyo umepata kwenye hizo video, vichanganya na vya kwako. Najua utakuwa trader mkubwa zaidi hapa duniani, na atukumkatii mtu tamaa. Wewe pambana kijana, pambana, focus, natoboa. Kila mtu atatoboa kwenye trading, kila mtu atatoboa, kikubwa tu ni time. Kwa ni hayo tu ambayo nitapaswa kushare na nyinyi leo kuhusu mpangilio msusa wa news na NFP yani strategy. Official video itatoka kwenye YouTube moja kwa moja, tutatupatia. Kwa hayo tu ni mambo machache ambayo pia tumeshare na wewe, na result ya NFP yani strategy kwa leo haikuwa nzuri kwa sababu hatakuwa kwenye ile strong, lakini nitaandaa nyingine, yani nitaendelea kuandaa ili muweze kupata vitu kama hivyo. Nitaandaa mtapata mambo mengi. Kwa ni hayo tu kwa leo, nadhani mmepata kidogo hivyo kidogo, na kama unacho kidogo na share na sisi tupate.